katika nyumba ya Bwana siku ya uvivio wake. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to talk on the power of the resurrection today. Ningependa kuzungumzia kuhusu nguvu za uvivio siku Or the ya leo. resurrection power. Ama uvivio kwa nguvu. Hallelujah. Praise the Lord. You know the reason why I'm a Christian? Unajua mojawapo ya vitu ambavyo vinafanya niwe Mkristo Is because there was a resurrection. ni kwa sababu kulikuwa na uvivio. And Jesus rose again. Ya kwamba Yesu alifufuka tena. I don't know whether I would follow any other religion. Maybe I was following, but then thank God Jesus saved me. But there's so many religions that their leaders died and they never rose again. Sijui kama kuna dini ambayo niliwahi fuata, lakini ninajua ya kwamba kuna dini ambazo zinaabudu Mungu wao ambaye hakuwahi kufufuka tena. Wafuasi mkubwa wao. Mkubwa wao. Yes. And wale kina hilo, you can name them, you can name Buddha, you can name those people. Their leaders died, but they never rose again. Unaweza sema majina yao kina Muhammad ambao viongozi wao hawakuwahi kufufuka tena. But the Bible says Jesus rose again. Lakini Biblia inasema Yesu alifufuka tena. Hallelujah. 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 I want us to read the book of 1 Corinthians. Actually, I'm taking my message from the book of 1 Corinthians. I'm going to preach for only 15 minutes, or maybe less, because we have so many things ahead of us today. Ninaenda kuzungumzia kitabu cha Wakorintho wa kwanza. The book of 1 Corinthians chapter 15. Kuna mambo mengine. Chapter 15. Mlango wa 15. Hallelujah. Hallelujah. I'm tempted to start from verse 1 and then I'll go down a little bit to verse I'll go down to verse 3, then I'll jump to verse 3 to verse 55. Utasoma mstari wa kwanza hadi 3, alafu niruke hadi mstari wa 55. Says, now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Verse 3, For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. I think I'll stop. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. 4, na ya kuwa alizikwa, na kuwa alifufuka siku ya 3, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Hallelujah. Hallelujah. Verse 55. Mstari wa 55. I read 55 up to 58. Nitasoma 55 hadi mstari wa 58. Now you can read verse 54, but it's interesting. Let me say, but in fact, let me just read verse 54, although it
a little while to understand it. But let me just read it. But when this perishable will have put on the imperishable, and the mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through the Lord Jesus Christ. Come on, somebody shout amen. Amen. Hallelujah. My brother, read it. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuu wapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. May the Lord bless the reading of His word. Bwana bariki andiko lake. Hallelujah. Hallelujah. Now we are talking about the resurrection power. Tunazungumzia nguvu za uvivio. The reason why we are sitting here as believers today, lengo la sisi kuketi hapa kama Wakristo siku ya leo is because Christ rose from the grave. ni kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwenye kaburi. Paul says he died. Alikufa. Paul says he died. Paulo anasema alikufa. He was buried. Alizikwa And he rose again. na akafufuka tena. According to the scriptures. Kulingana na maandiko. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Watoto unasikia? I want you to understand this, that Jesus died. Ningependa muelewe hili ya kwamba Yesu alikufa. Some people don't believe that Jesus died. Watu wengine hawaamini ya kwamba Yesu alikufa. Or let me put it this way. Some people believe Jesus died, but they believe that he didn't rise again. Watu wengine wanaamini ya kwamba Yesu alikufa, lakini hawaamini kwamba alifufuka tena. You know, and that was something that was brought about by the political elite. Hayo ni mambo ambayo yaliletwa na watu ambao ni wasomi wa sayansi ya siasa. Or the religious elite, let me put them that way. Wale wasomi wa dini. And they refuse na walikataa that Jesus rose again. Ya kwamba Yesu alifufuka tena. But the Bible says that Jesus rose again. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu alifufuka tena. Hallelujah. Hallelujah. This morning as you sit here, I want to deliver to you and say to you that Jesus rose again and is alive. Asubuhi hii tunapoketi hapa, ningependa kuambia kwamba Yesu alifufuka tena na yu hai. He was crucified. Alisulubishwa. He died on the cross. Akafa msalabani. They took him from the cross. Wakamtoa msalabani. They buried him. Wakamzika. And they made sure, you know, during that time, the Roman that were ready that time made sure there was stamp that Jesus is buried. And they put a soldier on his grave to keep watch over his body. Unajua zile nyakati Warumi walikuwa wanahakisha ya kwamba yule mtu ambaye ameletwa pale lazima amezikwa, na walihakisha ya kwamba Yesu amezikwa, na kukawa na walinzi wa mji ambao walikuwa wanalinda kaburi. Hallelujah. Amen. Jesus rose again. Yesu alifufuka tena. The grave could not hold him. Kifo hakingemshika. The stone that was laid on him could not keep him. Hata lile jiwe halingemshinda. He is alive. Yeye yu hai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And today we are celebrating the resurrection day. Leo hii tunasherehekea siku ya uvivio wa Yesu. What does the resurrection mean to you and me? Ni kitu gani maana ya kufufuka kwako? The resurrection means victory over death and darkness. Uvivio unamaanisha ushindi
kwa kifo na giza. Hallelujah. Amen. Victory over death. Ushindi juu ya kifo. Victory over darkness. Ushindi juu ya giza. That is what resurrection means. Hiyo ndiyo maana ya uvivio. We no longer live in fear of death. Sisi hatuishi katika uoga wa kifo. Because Jesus conquered death. Kwa sababu Yesu alishinda mauti. Come on, somebody shout amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The resurrection is for the power of the devil. Uvivio uliweza kuondoa zile nguvu za adui. Free you, set you free. Uvivio ulikuweka huru from fear, kutoka kwa uoga, from fear of tomorrow, kwa uoga wa kesho, from fear of death, kutoka kwa uoga wa kifo. Some of you that came and you remember were singing, because he lives I can face tomorrow. Wale ambao walikuja mapema unaweza kumbuka tulizungumzia we can face tomorrow. Ni kwa sababu naishi, kwa sababu naweza angalia kesho. Our future is secured. Maisha yetu ya baadaye yako vizuri. Hallelujah. Because Christ lives. Kwa sababu Yesu anaishi. He conquered death. Aliweza kushinda mauti. He conquered fear. Alishinda woga. Praise the name of the Lord. Amen. What a joy it is for us. Ni furaha gani iliyo kwetu to know that we are living in victory. Kujua ya kwamba tunaishi katika ushindi. Hello, I don't see people excited about this. Today is an excitement. The day of gloom is gone. 3 days ago is gone. Today is a resurrection day. We are enjoying and we are celebrating the resurrection power of Christ. Sioni wengine wetu wakiwa wamefurahi. Leo ni siku ya kufurahia kufufuka kwa Yesu, kwa sababu siku 3 ambazo zimepita alikuwa amezikwa, lakini leo amefufuka. Kwa hivyo inafaa tusherehekee. Hallelujah. Amen. The resurrection nullified the power of death. Uvivio uliweza kuondoa nguvu za kifo, za mauti. Number 2, ya pili, the resurrection validates our faith. Uvivio unatuhakikishia sisi wenyewe. It validates our faith. Inatuhakikishia imani yetu. It proves that Jesus is the Son of God. Inaonyesha ya kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Affirming that these teachings are true. Ya kwamba mafunzo yake ni ya kweli. And the foundation for Christian belief is sure. Na msingi wa imani ya Mkristo ni wa hakika. Hallelujah. Without the resurrection there is no Christianity, my friend. Bila uvivio wa Kristo hakuna Ukristo tena. Without the resurrection there is no Christianity. Without the resurrection there is no Christianity. Bila uvivio wa Kristo basi hakuna Ukristo. We'll just be teaching in here, or we'll just be talking like any other religion. Tungekuwa tunafunza tu hapa kama dini zingine. That's what Paul says. Ndio maana Paulo anasema that if there is no resurrection, ya kwamba kama hakuna uvivio, then our faith is in vain. Basi imani yetu ni ya bure. And then he continues to say that we are very lost and need to be pitied. Tumepotea sana. We are lost and we need to be pitied. Na kwamba tumepotea sana na inafaa tuhurumiwe. Yes, tuhurumiwe. Kwa sababu hakuna ufufuo. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. But because there is a resurrection, lakini kwa sababu kuna uvivio, it affirms our faith. Inatuhakikishia imani yetu. What to believe. Inatuhakikishia kile tunaamini. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I said I'm going to preach for only 15 minutes because my time is over. Let me just say this to you. Because of the resurrection, kwa sababu ya uvivio, we live as overcomers. Tunaishi kama washindi. Hallelujah. We live as overcomers. Tunaishi kama washindi. We don't live like people that are defeated. Hatuishi kama watu wanyonge. We don't live like people that do not have hope. Hatuishi kama watu ambao wamepoteza tumaini. Like people who have hope. Tunaishi kama watu walio na tumaini. Because we are overcomers. Kwa sababu sisi ni washindi. You are sitting here today and you are afraid of something.
Uko hapa mahali kanisani, lakini maybe there's something that's bothering your heart and bothering your mind, and it's causing you an unbearable pain in your mind. I want to tell you that you can live as an overcomer because Jesus rose from the grave. Labda uko hapa kuna kitu ambacho kinakutatiza maishani ama akilini mwako. Ningependa kuambia kwamba unaweza kuishi kama mshindi kwa sababu Yesu alifufuka tena. We live with confidence. Tunaishi kwa ujasiri. We live with confidence knowing that since Christ overcame, we can also overcome. Tunaishi kwa ujasiri tukijua kwamba jinsi Yesu aliweza kushinda, nasi pia tunaweza kuwa washindi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You are an overcomer. Wewe ni mshindi. Christ overcame for you. Yesu alishinda kwa sababu You yako. can overcome any situation. Unaweza kushinda hali You yoyote. can overcome sickness and disease. Unaweza kushinda You can magonjwa. overcome death because Christ overcame it. Unaweza kushinda pia kifo kwa sababu Yesu alishinda. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The devil has no dominion over you. Shetani hana mamlaka juu yako. He is under our feet. Yuko chini ya miguu yetu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And because of the resurrection, Kwa sababu ya uvivio, we are able to access hope. tuna uwezo wa kufikia tumaini. The resurrection provides and guarantees our hope. Uvivio unatoa na unatuhakikishia imani ama tumaini. Now I don't have time, but let me just take you back a little bit to the book of Luke. Sina muda, lakini wacha nikurudishe kidogo katika kitabu cha Luka. In the book of Luke chapter number 24. Katika Luka mlango wa 24. You can read from verse 13 forward. Unaweza soma kutoka mstari wa 13. The Bible talks about the two men that were walking to Emmaus. Biblia inazungumzia wanaume wawili ambao walikuwa wanatembea kuelekea Emau. And as they were walking, Na walipokuwa wanatembea, Jesus caught up with them. This is after Jesus had resurrected. Yesu akawa anaenenda sawasawa na wao baada ya And Yesu they were walking, kufufuka. they were talking and they were so gloomy. Walikuwa wanazungumza na walikuwa wamekasirika sana. Walikuwa na huzuni. Walikuwa na huzuni. Hallelujah. Praise the Lord. My child is getting better a little bit. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And Jesus catches up with them. Na pia Yesu akaingiliana na wao. And Jesus asked them, Yesu akawauliza, what is it that you guys are talking, walking and talking, and you look so gloomy, you look so sad? mbona nyinyi mnatembea, mnazungumza na mnaonekana mkiwa wenye huzuni? And one of them called Cleopas. Mmoja wao alikuwa Kleopa. Do you have a Cleopa here? Na nani hapa Kleopa? Praise the Lord. Cleopa turns around and looks at Jesus. Kleopa And the Bible akatazama Yesu. says they stopped. As they were walking, they stopped. Biblia inasema ya kwamba walisimama, walipokuwa wanatembea walisimama. And that's Jesus. Huyo ni Yesu. Wakamuuliza, are you a stranger in Jerusalem? wewe ni mgeni hapa Yerusalemu? You do not know what has happened in Jerusalem in the past. Hujui ni kitu gani kimetendeka hapa Yerusalemu hapo awali? And Jesus pretended like he doesn't know what happened. Yesu naye akajifanya ni kama haelewi ni kitu And then gani he asked him, kimefanyika. what happened? Akauliza, And then they begin to narrate the story with Jesus. You know, Jesus, apart from a Christ, we had hope that is the one that is going to set us free. Yesu wakaanza kutoa hadithi wakisema Yesu ambaye alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana ambaye alikuwa atuokoe sisi. Our leaders crucified him. Na alisulubishwa. And the Bible says, Jesus, they continued to walk, they walk and went up to wherever they were going in Emmaus. And Jesus, the Bible says, it was getting a little late, and they told Jesus, why don't you come and stay with us? Wakaendelea kuenda kwa njia yao kule ambapo walikuwa wanaenda Emau, na wakamsihi Yesu ya kwamba tunaelekea kuchelewa. Mbona usiende na sisi? Jesus went and stayed with them. Yesu akaenenda na wao. And that's one of the scripture we read in the book of Luke chapter 24 and verse 30 onwards, 30 downwards.
Na hilo ndilo andiko tumesoma katika Luka mlango wa 24 mstari wa 31 kuendelea chini. And after Jesus had died and been with them, the Bible says Jesus reclined on the table with them. Baada ya Yesu kuwa nao katika meza na kushiriki nao mkate na ile meza ya Bwana, their eyes were open. Macho yao yakafunguka. And they said, wakasema, wow. This was Jesus. No wonder our hope has been revived. Kumbe huyu alikuwa ni Yesu, ndio maana tumaini letu limefufuka. They were no longer gloomy like they were. Hawakuwa wenye huzuni tena. They were no longer sad like they were. Hawakuwa wamehuzunika. In fact, the scripture wasn't our hearts warmed up. Biblia inasema ya kwamba mioyo yao iliimarika tena. Hallelujah. Jesus can warm your heart today. Yesu anaweza kuimarisha moyo wako siku. He can warm your heart today. Anaweza kuimarisha siku ya leo. He is alive. That is the hope we have in Him. Hilo ndilo tumaini tuko nalo. Praise the name of the Lord. Whatever is putting you down, kile kinakuweka chini, I want you to know there is hope. Ningependa kukuambia kwamba kuna tumaini. There is hope. Kuna tumaini. Because Jesus is alive. Kwa sababu He Yesu rose from the grave. He is alive today. Yu hai na tumaini katika Yesu. Those of you that have been trying things and things are not working for you, my friend, there is hope. Wala ambao walikuwa wanajaribu mambo kadha wa kadha lakini hayaendi, kuna tumaini. I don't know what it is. Hatujui ni kitu Whether gani. it's a job, Labda ni kazi whether yako, it's marriage, labda ni whether ndoa, it's a family issue, labda ni familia. there is hope in Christ Jesus. Kuna tumaini katika Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Baada ya kufufuka kutoka kwenye kaburi And given us hope. na ukatupa tumaini. We thank you, Father, this afternoon. Tunakushukuru Bwana dhuhuri hii. Bless your word today. Bariki neno lako And siku minister hii. to each and every one that is here today. Minister to each person that is here today. Zungumza na kila mtu ambaye yuko hapa siku ya leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. While every head is bowed down, every eye closed. Kama kila mmoja ameamini na macho yake yamefunga. You are here, you don't know Jesus. Uko hapa haumjui Yesu. You don't have hope. Hauna tumaini. Today you can have hope in Christ Jesus. Leo unaweza kuwa na tumaini katika Kristo Yesu. I want to pray for you. Ningependa kukuombea. If you're there, just lift up your hand and say, Pastor, I'm not born again, but I need prayers. Please pray for me so that I may get saved. Kama uko pale, unaweza inua tu mkono wako useme, mchungaji, sijaokoka lakini ningependa uniombee siku ya leo. Lift that hand, I want to pray for you today. Inua mkono wako, ningependa kuombea siku ya In the leo. name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Sioni haya kwa Yesu, kwake nitang'ara. Uso